vijana wengi hatupendi kusoma. Sio kwamba ni yani hata tukinunua kitu tu kuna zile general instruction user manual. Yeah. Mtu anaenda kwenye shelf anauliza kahawa iko wapi? Anambia you have to read. Kuna vibox vitatu, just read which one is coffee. Yeah. Sababu tusha claim coffee nataka hiyo hivi. Kwenye vitu tunahangaika nawezeje kuisimu haicharge, I'm like kuna instructions how to plug a adapter na kucharge mimi kitu kipya. Kuformat card yani you don't read, unabonyeza tu okay unakubali nini? Do you want to format? Yes. Complete? Yes. Ndio kilichotokea. Unalizungumziaje hili swala hapo jarudi? Ni utimilifu tu wa kibinadamu. Wengi wavivu. Unajua kuna kitu kinaitwa ujuaji. Wakati huo humbe wewe hujui. Ndio ile unafika katika mazingira ambayo kitu kiko machoni pako. Lakini kwa sababu hukujisikia kusoma, basi ukioni unataka mtu akusaidie kukwambia hicho hapo. Nikwambie tu, hiyo ni changamoto kubwa sana. Na ukitaka kujifundisha ama to practice to be better on that, jifunze unapokutana na changamoto ya aina yoyote, kabla hujatafuta msaada, how to sort it. Yani jifunze jinsi gani ya kuitatua hiyo. Na jengo tangia utotoni hiyo. Mtoto amezaliwa akianguka, wazazi wote wanarukia pale kwa ule mtoto alipoangukia. Lakini kumbe itakuwa muache apambane kidogo mwenyewe. Pale ndipo unapoijenga. Sasa hii haijajengwa kwa wengi kujitatulia matatizo. Mimi namshukuru Mungu sana. Meno yangu yote nilingoa mwenyewe nikiwa mtoto. Yani nilikuwa na hicho kitu ndani yangu, napambania kukutoa. Yani mpaka itoke. Yani nilikuwa naona ni kero, kwa nini litingishike? Lakini nikaja kugundua kumbe linisaidia, meno yangu yakaota kwa mpangilio mzuri. Umeelewa? Ile ipo kama ambavyo tunaona kwa kitoto cha mnyama, mbwa kimezaliwa kinatafuta nyonyo right away, kinajua njia ya nyonyo. Ipo. Sasa kwa binadamu tuna huo uwezo pia wa kujitafutia solutions. Lakini wazazi wetu walikuwa wanatunyang'anya hiyo haki. Kwa hiyo leo kuna mtu anafika mahali kuna vikopo 4 anaambiwa chukue kahawa afu anauza bado ni ipi. Yeye hataki kuchukua time ya kusoma kimoja baada ya kingine ili akipate. Ni uvivu tu wa umakini. Kwa ndugu yangu Stan, next time tusipate shida, soma. Sawa. Take your time to read. Sileta ujuaji. Soma mazingira yako. Sawa. Ukikuta watu wamekunja 4, na wewe kunja kwa utaratibu huo. Usiete ujuaji wako. Imeenda ujuaji. So undugu ni nini? Ndugu nikisikia wanasema ndugu yangu, ndugu yako ni nani? Ndugu yangu ni yupi? Je, rafiki zangu ambao tumeivana ni ndugu, sio ndugu? Natakiwa ninao karibu, sitakiwa kuwa nao karibu. Undugu ni nini kwa ule wako wewe? Na kwa mtazamo wangu mimi, undugu ni kufaana. Mimi nikufae wewe Stani, na wewe unifae mimi. Nadhani pale ndipo inakamilika dhana ya undugu. Haijalishi tumezaliwa tumbo moja ama tumezaliwa matumbo tofauti. Umenielewa ndugu yangu? Inawezekana wewe umetoka Mbeya, mimi nimetoka zangu Tabora. Tumekutana Dar es Salaam, tukawa marafiki, tukashibana. Bahati nzuri nikatembelea kwenu Mbeya na wewe ukafika kwetu Tabora. Familia yangu ikakujua na mimi familia yako ikanijua. Tungali vijana kabisa. Sisi ni ndugu. Sasa ili niwe na kufaa ama wewe unifae mimi kama ndugu yako, ni kwamba popote nitakapokuwa nikikuzungumzia wewe, nikuzungumzie katika wema, nikufae hata kama haupo machoni pangu kwa wakati huo. Na mimi kwako vivyo hivyo. Uko kunaitwa kufaana. Napojua una uhitaji, nikupambanie kama najipambania mimi, nakupa. Uko ndiko kufaana. Na unajua nitaingilia kitu kidogo hapa cha dini. Nafikiri uchamungu ni kufaana, kujaliana, ndio uchamungu unakamilika pale. So udugu ukiwa haupo kwa rafiki ama kwa ndugu uliyezaliwa naye, huyo si hamna tena ndugu hapo. Na mimi naamini marafiki wanaweza akawa ndugu wa ukweli kushinda wale wa tumbo lako
mliozaliwa tumbo moja. Umeelewa sana? Mimi na wewe ni marafiki, naona tunafaana. Una ukorofi lakini tunafaana, kwa sababu ukorofi wako na wa kwangu vinaenda sambamba. Lakini na uhakika nikiwa nina jambo langu zito nikilikabidhi kwako, utalifanyia kazi katika uzito wa levo ya juu kabisa. Huo ndio ndugu. Wewe ukiwa na la kwako ukalileta kwangu, ukaniambia ndugu yangu na jambo ABCD, naambia limeisha, hilo ndio ndugu. Napokuambia si lazima awe tumbo moja, ni kwa sababu wa tumbo moja anaweza akakutenda ubaya kisa mali. Hajakufaa huyo. Mmezaliwa tumbo moja na uliamini kabisa huyu ananifaa, lakini mali tu ikawatoa kwenye mchezo wa undugu. Umeelewa ndugu yangu? Sasa huu ndugu unaendaga mbali sana, ingawa hatupendi kuzingatia katika huo umbali. Ushasikia wanaitwa family friends. Inaanzia kwenye urafiki wakati ya mama na mama, baba na baba huko chini, baadaye wamekuwa best friend wazuri, wakaamua kuoa, wakawa huyu ana mji wake, huyu ana mji wake. Tayari hawa ni marafiki walianzia, lakini ni ndugu. Watoto wa huyu wanaenda kwa huyu, wa huyu wanaenda kwa huyu, na watoto hao wanapokwenda huku wanapata mazingatio yale yale kama ambavyo wangekuwa kwa wazazi wao. Huo ndio unaitwa undugu. Nilikwambia siku moja, let's say wewe unatokea Mbeya na mji wako uko Mbeya, lakini umeamua mtoto wako akasome shule ya boarding ambayo iko Moshi, na mimi niko pale Moshi, rafiki yako, utaniambia mwanangu amekuja kusoma huko, hizi likizo fupi zote atakaa kwako, na utakuwa na amani, kwa sababu unajua kabisa yule ni rafiki yangu, ni ndugu yangu. Mazingatio atakayoyaweka kwa mtoto wangu ni kama anayoweka kwa watoto wake. Ukifikia katika hiyo level, huo ndio undugu. Mtoto wako akija kwangu anatakiwa asitamani kuondoka, kwa sababu pale anajiona yuko complete kutokana na aina ya treatment anayoipata. Umeelewa? The same applied kwa watoto wangu. Wakija kwako wanafaa wasikie raha. Huo ndio undugu. Uko barabarani unaulizwa habari za rafiki yako, ziseme katika positivity. Ndio undugu. Don't be negative. Umeelewa ndugu yangu? Undugu ufaana. Undugu ni kufaana ndugu yangu.